Karibu tena katika darasa letu la afya ya uzazi, na leo nimekuletea mada juu ya kansa ya mlango wa kizazi ama saratani ya shingo ya kizazi. Saratani ya shingo ya kizazi ni ugonjwa ambao umesababisha vifo vya wanawake wengi sana katika dunia hii, lakini ni ugonjwa ambao umesababisha makovu na umesababisha mapengo na pia umeumiza uchumi wa watu wengi sana. Ugonjwa huu unasababishwa na virusi aina ya HPV, yani Human Papilloma Virus. Na wadudu hawa wanapoingia katika shingo ya mji wa kizazi huanza kwa kuasili seli hai za sehemu hiyo na kisha kusababisha ugonjwa wa saratani ama kansa. Ugonjwa huu chanzo chake huwa ni wadudu hao, lakini wadudu hawa huwa wanasambaa kwa njia ya ngono isiyo salama, lakini vile vile inapelekea watu ambao wapo katika mahusiano ya wapenzi wengi kuwa ni wahanga wa tatizo hilo. Pamoja na hayo, ugonjwa huu huwa unachukua muda mrefu mpaka kuanza kuonyesha dalili zake. Na ugonjwa kama ugonjwa wa saratani ya shingo ya kizazi unaweza ukachukua mpaka miaka 10 ndipo unapokuja kuanza kuona hizo dalili, lakini vile vile ndipo unapoweza kuanza kuona kama unaugua ugonjwa huo. Hivyo basi, ukiwa wewe mwanamke ambaye upo katika umri wa uzazi na upo katika njia ambazo sio salama, ni dhahiri kwamba upo kwenye hatari kubwa sana ya kupata wadudu hao Human Papilloma Virus, ambao mwisho wa siku wanaweza wakasababisha saratani ama kansa ya shingo ya uzazi. Jambo ambalo inatakiwa ufahamu ni hili. Wadudu hawa wanaweza wakazuiliwa kwa namna nyingi sana. Kitu cha kwanza, kwa wewe ambaye una mtoto wa kike ambaye ana umri wa miaka kati ya 9 mpaka 14 na mtoto ambaye bado hajaanza kushiriki mapenzi, ni vyema ukamfanyia utaratibu ili aweze kupata chanjo ya Human Papilloma Virus ili kuweza kumkinga na kumwepusha kwenye uhatari wa kuweza kupata saratani ya shingo ya kizazi. Lakini kwa wewe ambaye tayari upo kwenye ndoa au kwenye mahusiano, na weza nikakwambia uchukue tahadhari ya kufanya uchunguzi wa saratani ya shingo ya kizazi mara kwa mara na kupewa elimu mbalimbali ambayo itakusaidia wewe kuepukana na tatizo hili. Jambo lingine ni kuto kushiriki ngono zembe au kupunguza idadi ya wapenzi ulionao, kwani hatari kubwa ni kwamba wadudu hawa wanasambazwa na kufanya mapenzi na wadudu hawa huwa wanakaa kwa mwanaume. Hivyo basi, kwa kupata haya machache, ni dhahiri ya kwamba utakuwa umeshachukua tahadhari, lakini vile vile unaweza ukatembelea hospitali yoyote ile kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi, kwani dalili za saratani ya shingo ya kizazi huwa haziwezi kuonekana mapema. Na endapo kama utahisi baadhi ya dalili ambazo unaweza kuziorodhesha hapo chini, ni dhahiri ya kwamba ufike hospitali mapema au uwasiliane na wataalamu wa afya. Lakini pia kama unaona huwezi na unapata ugumu, kuna namba nitaweka hapo chini ili uweze kuwasiliana na mimi niweze kukushauri wapi unaweza ukafanywa vipimo, wapi unaweza ukapata tiba. Jambo la kwanza ambalo unaweza ukaliona ni kuhisi maumivu makali ya tumbo, lakini ni kutokwa na majimaji yenye kutoa harufu mbaya sehemu za uke. Vile vile unaweza ukaona damu kutoka, damu ambayo sio ya kawaida, inaweza kuwa ni mabonge yakiambatana na maumivu. Lakini pia vile vile unaweza ukawa unapata maumivu ya kiuno na kuchoka sana. Hizo ni dalili za awali za ugonjwa huo. Vile vile unaweza ukapata changamoto ya kuto kuweza kuingia kwenye siku zako kama kawaida, ikiwepo na damu kutoka ambayo haina rangi ya kawaida, damu nyeusi
maumivu, lakini pia na harufu mbaya. Hivi ni vitu ambavyo lazima wewe mwanamke ambaye upo kwenye hali ya uzazi uyazingatie na uyaweke akilini, kwani ugonjwa huu ni ugonjwa hatari sana, ambao kwa watu ambao wamekwisha kuuguza wagonjwa wa aina hii, basi watakuwa wanaelewa nini namaanisha na nini ninakisema. Kwanza, ni ugonjwa ambao ukikukuta unaharibu uchumi, lakini pia unaharibu mahusiano, lakini pia unaharibu mahusiano ya familia. Hata kama ulikuwa unasomesha, basi habari yako inaweza ikaishia hapo, kwani ni ugonjwa ambao unasababisha vifo, lakini pia unasababisha ulemavu wa kudumu. Jambo la mwisho ambalo nataka nikusihi ni kwamba endapo wewe ni mwanamke ambaye upo katika hali ya uzazi na hauna dalili ya aina yoyote, usije ukasema mimi sioni dalili ya aina yoyote, kwa sababu nimekwambia watu ambao wapo kwenye hatari kubwa ya kupata ugonjwa huu ni mwanamke yoyote ambaye yupo katika ule umri wa kuweza kuzaa mtoto. Ukiwa miongoni mwa hao wanawake, basi uko kwenye hatari kubwa ya kuweza kupata ugonjwa huu wa kansa ama saratani ya shingo ya kizazi, kwani ugonjwa huu hauchagui. Inawezekana ukasema mimi sina wapenzi wengi, lakini kumbuka virus hawa wanaweza wakaishi kwenye mlango wako wa shingo ya kizazi kwa muda ambao inawezekana zaidi ya miaka 10, ndipo ukaja kuona dalili baadaye na ukajikuta una ugonjwa huo. Hivyo basi kufanya uchunguzi mapema, kuonana na wataalamu wa afya mapema kutakusaidia wewe, endapo kama una zile dalili za mwanzo, basi ukapata tiba kwa haraka na ukaweza kuwadhibiti wale wadudu ambao wanashambulia mlango wa shingo ya kizazi. Na endapo ukapuuza vitu hivi, basi ni kwamba ugonjwa huu una tabia ya kukua ama kusambaa sehemu zingine, na mwisho wa siku unakuta ugonjwa huu unao kwa muda mrefu na hujatibiwa. Mwisho wa siku unaingia kwenye mji wa uzazi, lakini unaweza kusambaa ukaenda kwenye mapafu, kwenye kibofu, ukaenda kwenye maini, na mwisho wa siku ukaingia kwenye figo na ukapoteza uwezo wa figo zako kufanya kazi. Hivyo basi endelea kuwa pamoja nami katika darasa langu nilokuletea mada za afya kwa ajili ya kuboresha jamii yetu, na usisahau kutupigia kwenye simu zetu zinazopita hapo chini. Asante.